Kwa takwimu zetu inaonyesha kwamba wanawake kwa kiasi kubwa mnaongoza kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mabinti wadogo wadogo kati ya 15 na 19 mpaka 25 wamekuwa wana kiasi kubwa wanaonekana kuwa wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa hapa ndo sehemu ya kusemea. Lazima tukumbushane juu ya malezi. Juu ya kwenda kwa sasa watoto wetu wadogo, watoto wa kike. Vigodoro, vigoma huko. Hivyo pia wakati mwingine wao wanachochea kwenda kwenye shughuli za ngono. Uongo kweli? Sasa mtoto mdogo ana miaka 15, miaka 19, miaka 22. Akishakumbwa na virusi vya ukimwi, anaanza kuishi kwa kujipangia malengo madogo madogo. Kwa sababu huwezi kuwa tayari una shida na bado mtoto mdogo miaka 20, 22, ukaanza kupanga malengo ya miaka 20. Hata nafsi yako itakuwa inakusuka. Uongo kweli? Lazima tuongee ukweli kusudi tuwe makini na afya zetu. Lakini yote kwa yote, akina mama tuna wajibu wa kuendelea kulea watoto wetu. Kuendelea kuambia ukweli. Kuendelea kuambia kwamba hiki subiri mpaka ufikie umri huu. Hiki subiri mpaka ufikie umri huu. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Sababu siku hizi pia mabinti wengi huwa wanapenda maisha ya mteremko. Wanataka wawe na baba kama mwenyekiti wangu wa halmashauri kusudi mteremko wa maisha apate iPhone matatu kirahisi. Uongo kweli? Kwa sababu mwenyekiti tayari ameshajipata, maisha yake ni mazuri. Au uongo jamani? Kukupa milioni 1-2 kwake sio kitu. Sasa mabinti wengi na 17 hapa, 18, 19, 20, 21, 22 wanataka wababa watu wazima. Na kwa bahati mbaya kabisa, wababa watu wazima wakishatembea wakiwa wanatembea na vibiti vidogo, wanaamini vibiti ni vizima, kwa hawatumii kinga yoyote. Anaamini hiki kibiti bado kidogo, kwa hiyo hiki ni kizima. Lakini kibiti namuona mzee kama fursa kwamba nikitembea naye mzee kwa sababu ameshajipata, hawazi tena jambo la kujenga, ameshajenga. Nitapata hapa, nikitaka 5 napata, nikitaka milioni hapa napata, nikitaka iPhone macho mangapi napata, nikitaka hichi napata, nikitaka wigi la TV napata, nikitaka gauni nzuri napata. Na mzee naye anaona binti kama fursa, kwa maana hapa ni kazima, hata shida. Kwa hakuna jambo la kinga hapo. Hapo ndipo virusi vya ukimwi vinatembea. Umeona ndugu zangu Lakini sisi wanawake tuna jukumu kubwa la kuendelea kuwapa elimu mabinti zetu. Kwa sababu hawa mabinti wa miaka 15, 16, 20, 22 hawa ni watoto wetu sisi. Wanatoka majumbani mwetu. Na wewe kama mama unamuona binti ana simu ya macho matatu, iPhone ya $2,700,000, $2,800,000 na mwanao hana kazi na umuulizi. Tatizo linaanzia hapo. Uongo kweli? Unafurahia bwana mwanangu mpambanaji, anafanya kazi gani? Anapambania nini? Tukiweza kuulizana jibu kwenye ngazi ya familia, tutadhibiti baadhi ya matendo mabaya ili kulinda familia zetu, kulinda watoto wetu dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini kama mtoto anamiliki vitu vya thamani, anamiliki simu, anamiliki iPad, ananunua kila siku na badilisha mawigi na hana kazi, na wewe unafurahia, ndio kwanza mama unamwomba simu mtoto wako ambaye hana kazi. Mama, hapo haujatimiza wajibu wako sawa sawa. Utakuwa unakuja hapa, unatiwa moyo hapa, unasherehekea siku ya wanawake, lakini nyumbani kwako kuna waka moto.